Huyu dada anaitwa Amelia, alimpigia mume wake video call na kuingia kwenye hoteli ambayo mume wake yupo na mchepuko. Akamuuliza, Orlando uko wapi kwa sasa? Orlando bila kujua mke wake yupo nyuma yao akasema, mpenzi, si unajua nipo ofisini, nina kazi nyingi sana, sitoweza kurudi nyumbani usiku wa leo, si unajua tena. Amelia akasema, ndiyo naelewa upo kazini, na vipi kuhusu chakula cha usiku? Ulisema utakuwa na mimi. Mchepuko alivyosikia hivyo akamshika bega Orlando kuvuruga mazungumzo. Yaani huyu angekuwa Tunduma, huyu angeshachomwa moto. Anamshikaje mwanaume bega? Amelia akauliza, upo na nani? Orlando akasema, ni mtu tu kutoka ofisini, tafadhali usianze mambo yako ya ajabu, nikimaliza nitakuambia, sawa? Amelia kwa unyonge akasema, sawa, ni kwa sababu unanipenda, si ndio? Orlando bila aibu akasema, ndiyo mpenzi wangu. Kabla hajajibu mchepuko akamkisi mdomoni. Orlando akachanganyikiwa, unaambiwa. Akamwambia, Dona, tutaendelea, nisubiri tafadhali. Alafu akamrudia mke wake akasema, mpenzi, nataka kukata simu kwa sababu nina kazi nyingi sana, nitakujulisha nikimaliza. Ila wanaume wanadanganya nyie, yaani hapa hata nyoka wa Hawa akasome. Dona akamuuliza Orlando, hii ni nini? Orlando akasema, sio wa muhimu sana kama wewe bebi. Tuliishia wapi vile? Dona akamkisi kumaanisha waliishia hapo. Sasa waendelee kinachofuata. Kinachofuata ni nini? Hata mimi mwenyewe sielewi. Amelisa hasira zikamjaa, unaambiwa. Akataka kuwafuata ili awafanyie vurugu, lakini jamaa ambaye alikuwa pembeni yake akamdaka. Amelisa kwa hasira akasema, wewe una shida gani? Jamaa akamwambia, mimi ni mume wa mpenzi wa mume wako. Amelisa akashangaa, unaambiwa. Jamaa akasema, mimi ni mume wa Dona. Angalia, nataka kuharibia pia kama wewe, lakini hatuwezi kufanya hivyo hapa, inatakiwa tupange jambo. Amelia akamuuliza, tufanyaje sasa? Umeona kinachoendelea? Yaani kifupi, Amelia hakutaka maneno mengi kabisa, alikuwa anataka vitendo tu, maana aliona mume wake akimvalisha pete ya uchumba mwanamke mwingine. Nathan akasema, tucheze karata yetu, sawa? Amelisa akasema, sawa, tufanye hivyo. Upande wa pili, Dona alikuwa anafurahia pete aliyovalishwa na Orlando. Nathan akampa Amelia faili. Amelia akauliza, ni nini hiki? Nathan akamwambia, fungua. Ili anafungua tu akakutana na picha za Orlando akiwa na Dona wakiwa kwenye pozi tata, na sio hivyo tu, kuna hadi screenshot ya SMS zao. Kumbe Nathan hajaanza leo kuwafuatilia. Amelia akamuuliza, kumbe ulikuwa unawafuatilia? Akasema, ni mwezi sasa umepita, kuna vitu vilibadilika kwa huyu mwanamke, akawa anakuja nyumbani kwa kuchelewa, alafu visingizio vyake havina hata maana, nikajua tu tayari ameanza kunisaliti, nikataka tu uthibitisho. Amelia akasema, alikuwa anafanya hivyo pia, alisema anachelewa kwa sababu ya kazi na vikao, na nilimwamini, lakini ilivyozidi nikajua. Wahanga wawili baada ya kukutana wakawa wanafarijiana maskini, huku wahalifu wawili Orlando na Dona waliendelea kufurahia penzi lao tu, hawakujua kama nyuma yao kuna FBI wa kujitegemea. Nathan alikuwa anakasirishwa sana na hiyo hali, akasema, angalia, wanafurahia wakati wametudanganya. Amelia akasema, ila haitobaki hivi baada ya kutufanyia sisi hivi. Nathan akasema, tayari nina mbinu. Amelia akasema, vizuri, haya twende tufanye kwa pamoja, niambie unataka mimi nifanye nini? Nathan akasema, ninachohitaji kwa sasa tujifanye hatujui chochote. Akamuuliza, unaweza kufanya hivyo? Amelia akajibu akasema, nipo tayari kufanya chochote, kikubwa tu wapate kile wanachostahili. Yaani kifupi, Amelia amedhamiria kabisa hili jambo. Haya, kwa wale wasioamini kwamba mke wa mtu au mume wa mtu ni sumu, kuna ushuhuda wenu huku. Basi mchezo ukawa unaanza, unaambiwa. Amelia akiwa amekaa sebuleni kwake, mume wake akaja akamuita. Amelia akachukua kikombe na kusimama nacho, akamkaribisha na kumpa. Orlando akachukua na kunywa. Alivyokunywa tu akatema hapo hapo. Akauliza, ni nini hiki Amelia? Sijui hata Amelia akamwekea vitu gani, unaambiwa. Orlando akauliza, ni takataka gani hii? Amelia akauliza, ina shida gani kwani? Yaani anajifanya ajui kabisa alichokifanya. Orlando akasema, nimekuja nyumbani nikiwa nimechoka sana, na hii ndio ilikuwa tegemeo langu pekee ambalo utanipa kitu kizuri kwa ajili ya chakula cha usiku. Kwa upande wangu hiki ni cha kawaida sana, unajua kabisa sipendi hii. Amelia akasema, nilijua utapenda. Orlando akasema, hapana Amelia, umekosea, unajua ninavyovipenda. Kitu kimoja kwenye maisha yako unatakiwa ujali kuhusu nini nataka kwenye hii nyumba. Amelia akasema, vipi kuhusu mimi? Orlando akauliza, una maana gani kuhusu wewe? Amelia akasema, tulipanga kitu leo Orlando, au umesahau?
tulipanga chakula cha usiku kwa mwezi mzima, lakini umevunja kwa dakika chache tu. Nikwambie nini sasa? Hakuna. Orlando akajaribu kumtuliza Amelia akasema, hapana Orlando, haujawahi jali nini nataka kufanya. Amelia akalalamika sana unaambiwa. Orlando akataka kumtuliza lakini Amelia akawa haelewi A wala B. Amelia akasema, sio kwamba nataka kupambana, ila nataka kuweka sawa hili. Kwa kilichotokea leo, hapana. Nimekuwa na kusubiri na kusapoti na kupa nyumba na nimekuwa nakupa kila kitu kwenye maisha yangu, lakini unaona si kitu. Orlando akasema, mpenzi, tulimalize hili. Hivi unafikiria nini ninavyobaki kazini kwa muda wa ziada? Mpenzi, nafanya hivi kwa ajili yetu, kwa ajili ya kupata maisha mazuri kwa ajili yetu wote. Natumaini pekee ni pale ninaporudi nyumbani kuwe na kitu kizuri kwa ajili ya Dina. Angalau iwe ni kahawa bora na si kama hii takataka ulionipa. Usichanganye upendo na kujitolea. Amelia, sikutarajia hilo kutoka kwako. Usifanye maisha yangu kuwa magumu, sawa? Kwa sasa naomba uniandalie kitu cha kula tafadhali. Kesho nitaenda kazini, nitatumia muda wa ziada kama lisaa au masaa mawili. Amelia kwa utulivu akasema, sawa mpenzi. Orlando akaondoka zake. Amelia akasema, kwa hiyo hiki ndicho kinachoendelea. Mbona imekuwa ngumu kuliko hata nilivyofikiria. Upande wa pili, Donna akiwa na marafiki zake akawa anafurahia tu pete aliyovalishwa na Orlando. Isabel akasema, jamani, hii pete imemgharimu Orlando pesa nyingi. Lucy akamwambia, ni kweli kabisa, yaani ni kama mchezo wa kubahatisha kwa sababu Orlando ni ndoto ya wanawake wengi, ila sio kila mtu atamchumbia kwa ajili ya ndoa kama hivi. Donna akasema, unajua kila kitu kilikuwa kizuri, chakula, maua, yaani Orlando anajua kumfanya mwanamke ajihisi wa thamani sana. Isabela akasema, bila shaka anafanya hivyo hata mume wako afikie hapo, ila jamani, muwe mnaomba Mungu awape marafiki wazuri. Sasa hiki ni nini jamani? Basi bwana. Lucy akasema, jamani, sitaki kuwa mnafiki. Vipi kuhusu Nathan? Donna akajibu kwa ghadhabu, vipi kuhusu yeye? Yaani kifupi ya kutaka kusikia kabisa kuhusu mumewe. Huwezi kuendelea kuficha ukweli huu kwake. Kama wewe na Orlando mtaoana, ukweli utawekwa wazi. Na hapo Nathan, kabla hajamalizia, Donna akamdakuza akasema, hata gundua na hana haja ya kujua. Zaidi ya hayo, ni mjinga sana, anaamini kabisa kwamba anampenda sana, na hivyo ndivyo nitaendelea kujionyesha hadi niolewe na Orlando. Yaani mwanamke akipata mchepuko anahamishia mapenzi yote kwa mchepuko jamani. Lucy akasema, oh, kumbe mnaendelea kuwa pamoja na nyinyi wote mnafanya kazi kwenye kampuni moja. Ni kweli hata gundua? Vipi wewe unajuaje kama ajui? Yaani kifupi Nathan, Orlando na Donna wote wanafanya kazi sehemu moja. Donna akasema, hajagundua, na kwa upande wangu nina njia ya kufanya mambo yaende haraka kati yangu na Orlando. Donna alikuwa anaongea hayo yote ya kujua kama mume wake ameshajua kuwa na mwanaume mwingine na sasa anamfuatilia kupata ushahidi tu. Lucy akamuuliza, kivipi? Donna akasema, usijali, nina mpango kamilifu kwa ajili ya Nathan. Akiwa anasema hivyo, Nathan akaingia unaambiwa. Akauliza, ni mpango gani huo unaongelea? Kumbe Nathan alikuwa anasikiliza yote unaambiwa. Donna haraka akasema, habari mpenzi wangu, unamaanisha nini? Yaani hapa Donna alikuwa anataka tu kupata ushahidi kama jamaa kasikia au la. Nathan akajibu akasema, nimesikia jina langu likitajwa. Donna kwa kigugumizi akasema, ndiyo, ilikuwa kwa ajili ya surprise. Nathan akauliza, surprise? Donna akasema, ndiyo, surprise kwa ajili ya birthday yako mpenzi, lakini hatutakulazimisha sana maana unaweza kuharibu mambo, ila kwa kuwa upo hapa tayari, ngoja nikutambulishe kwa marafiki zangu. Wasichana, huyu ni mume wangu, anaitwa Nathan. Mpenzi, huyu anaitwa Isabela na huyu anaitwa Lucy. Nathan akasema, natumaini itakuwa surprise nzuri. Donna akasema, mpenzi, unaongelea nini? Lazima iwe hivyo. Haka kabinti kanafiki nyie. Basi Nathan akaaga ili aondoke zake. Donna akasema, nataka kulipia, alafu akaanza kujifanya anatafuta hela. Nathan akauliza, kuna nini? Donna akasema, nimesahau hela na niliahidi kwamba nitawalipia mimi leo. Nathan hakutaka mambo mengi kabisa, akampatia kadi akamwambia alipie kwa kutumia kadi yake, alafu akaondoka zake. Ili anaondoka tu, Donna akaanza kusema, mmeona kila kitu ni rahisi kuliko nilivyofikiria. Nathan ni mjinga sana. Alafu akacheka sana unaambiwa.
Kweli mwanamke mpumbavu huvunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Hapa mwenyewe anaona amemweza kweli Nathan, na huyu anaonekana hajaelezwa kabisa sifa za watu wapole kuwa ni silence killer. Nathan na Amelia wakakutana. Amelia akasema, samahani, nimekuja haraka kama ulivyoniita, nini kimetokea? Nathan akawa kama amechanganyikiwa. Unaambiwa, akasema kwa sasa tunaigiza. Amelia akasema nafikiri tuendelee nayo hiyo. Nathan akasema nimemsikia Donna akiongea na marafiki zake kwamba anataka kuolewa na Orlando, na huku akiendelea kuwa na mimi anataka kunufaika na sisi wote wawili. Amelia akauliza kivipi, una uhakika gani? Nathan akasema naona jinsi Donna anavyofanya, nimepata wasiwasi na inatakiwa nichunguze na mwanasheria wangu. Inaonekana Orlando anazama kwenye madeni kupita kiasi, na yote ni kutokana na matumizi makubwa ya kununua nguo na vitu vya mapambo kwa ajili ya wanawake. Amelia akasema haiwezekani kabisa, Orlando hajanipa chochote kwa miezi sasa. Jamani, sifa ya mwanaume hata akiwa na mchepuko hasahau majukumu yake. Sasa huyu mwenetu sijui kapatwa na nini, au ndio kazama penzini. Nathan akasema naelewa, na inaonekana Orlando anatumia hela zake zote kwa ajili ya kumuoa Donna. Wote wawili wanaamini wanaweza kunufaika kutoka kwa kila mmoja wao, lakini wasichokijua ni kwamba hakuna hata mmoja wao mwenye pesa. Yaani hapa kifupi, Orlando na Donna wote wapo kwa mwenzie kimkakati, kila mtu anataka kumchuna mwenzie. Amelia akasema kwa hiyo. Nathan akasema Donna anataka kuharakisha ndoa na Orlando atafata hiyo kwa sababu anafikiri kwamba Donna atamsaidia kutoka kwenye madeni yake yote. Amelia akauliza kivipi sasa? Wote wawili bado kisheria ni wanandoa wetu. Nathan akasema sheria haiwezi kufanya kila kitu, lakini ninamjua Donna anaweza kucheza mchezo mchafu, ila tutaenda kuwapiga na mkakati wetu. Amelia akauliza una maana gani? Nathan akasema nina wazo hapa, nataka kujua kama upo tayari kuingia kwenye hili. Amelia akasema ndiyo, niambie natakiwa kufanya nini? Walipanga nini? Tuendelee kufuatilia tutajua tu. Basi bwana. Donna akiwa anachezea laptop yake akawa anasema Orlando atakuwa hana hata chembe ya shaka, nina majibu chanya kwenye mkono wangu, nitakuwa nimemuweka kwenye mkono wangu, atakuwa chini ya control yangu. Ila michepuko ina makusudi nyie, yaani muda wote inakuwa inapanga mpango ya kumfanya mtu afya aoze asahau familia yake. Donna akawa anajisemesha kuwa hataki ndoa yake ichukue muda mrefu sana. Akiwa anajiongelesha hivyo, akaja Nathan na kuanza kumrekodi. Donna akawa anafurahia amepata wasafirishaji wa haraka wa bidhaa. Akasema mpenzi wangu Orlando, kuwa tayari kunipa kila kitu ulichoniahidi. Alikuwa anajiongelesha ajui kama mume wake ameshaingia na ameanza kumrekodi bila yeye kujua. Nathan akampigia bosi wake simu na kumwomba waongee. Akamwambia bosi wake kwamba ana ombi ambalo litakuwa na manufaa kwa wafanyakazi wote na kufanya kampuni ipate pesa nyingi. Akamwomba waongee binafsi. Akamwomba kwamba wakutane ofisini saizi. Nathan baada ya kukata simu akasema Donna, mchezo ndo unaanza. Sijui hata nataka kufanya nini. Bosi baada ya kufanya kikao na Nathan ikabidi aitishe kikao. Akasema kampuni yetu inaimarika kutokana na ubora wa wafanyakazi ambao wana uaminifu, kujitolea na uwazi. Pia akamtaja Mr. Orlando Lawrence kuwa ni mfanyakazi bora wa mwaka na ni mtu wa kuigwa. Akampa hongera. Donna naye akasema hongera kiongozi, unastahili hili. Eti kiongozi, si angesema tu mpenzi jamani. Orlando akasema asante, lakini si chini yako Bi Donna. Bosi akasema kwa kweli ninafurahi kujua unafikiria hivyo, kwa sababu nyinyi wawili mlikuwa chaguo langu la kwanza kwenye hili. Hii ndio sababu nimekuja kuhitimisha hili, kwamba nyinyi wawili mmefanya vizuri kwa muda mrefu, hivyo basi nyinyi wawili mtashirikiana nafasi hii kwa pamoja. Orlando na Donna wakashangaa unaambiwa. Orlando akaonekana hajafurahishwa na jambo hili kabisa, ila kwa upande wa Donna alionekana amefurahi kwa sababu kwa upande wake cheo kilikuwa kimepanda. Orlando akasema nisikilize bosi, sifikiri kama hii iko sawa. Donna hajawahi kuwa na mzigo wa kazi kama mimi, na bila shaka si kiwango kile kile cha mshahara. Donna kwa hasira akasema inaonekana hata mimi nilikuwa chaguo, hivyo hakuna cha kubadilisha. Kwa upande wangu Rafa ametuchagua sisi kwa sababu, au una wasiwasi na uwezo wake? Orlando akasema hapana. Donna akasema basi limeamliwa, wajumbe wawili wa kampuni ya kifahari kutambuliwa kama watendaji bora wa mfano wa mwaka. Inashangaza, si ndio? Donna aliongea kwa ghadhabu, maana aliona kama Orlando anamwonea wivu hivi.
wapendanao wameanza kuvurugana huku. Bosi akasema, ndiyo, na wekeni akilini hili, nataka nyie wawili mfanye vizuri kuonesha kwamba huenda sikufanya maamuzi mabaya. Orlando na Donna, ongeleni sana. Bosi akawa amemaliza hivyo, hakutaka tena mjadala uendelee. Orlando mashavu yakavimba kwa hasira, unaambiwa. Donna akatoka kwa hasira, maana hakutegemea kama mpenzi wake anaweza kuwa hivyo kwake. Orlando akamkimbilia na kumuomba waongee. Donna kwa hasira akasema, kuhusu nini? Orlando akasema, kuhusu kilichotokea. Donna, hatuwezi kuishia kama hivyo, haitakiwi tugombanie nafasi moja, hasa kwenye promotion moja. Nafikiri jambo zuri ni wewe kuniachia hii fursa. Huyu jamani mbinafsi sana ka. Donna kwa mshangao akasema, samahani, na kwa nini nikuachie wewe wakati na mimi nimechaguliwa? Orlando akasema, ni kwa sababu ukiniachia hii fursa nitakupa maisha mazuri kuliko hata unavyofikiria. Alafu akamkumbatia. Donna akamzuia akauliza, Orlando, unafanya nini? Tupo kazini eti. Orlando akasema, najua, ila sijali. Donna, kiukweli nataka kufanya kitu sahihi na wewe. Hili kwangu si jambo la mchezo hata kidogo. Donna, fikiria kuhusu hili. Kama utaniachia hii fursa nitakupa kila kitu unachotaka. Ninafanya hivi kwa ajili yetu. Tafadhali niamini. Hapa ndio wanawake huwa tunaingia kwenye mtego. Sasa anasema akimwachia hii fursa atampa maisha mazuri. Kwa hiyo Donna akipata yeye mwenyewe hatojipa maisha mazuri. Ogopa sana wanaume wenye maneno matamu. Wamekaa kitapeli kweli yani. Donna wa watu akashusha tu pumzi. Maneno ya kubembelezwa kitapeli yamemuingia barabara. Si unajua tena hakuna mkate mgumu kwenye chai eh? Orlando akasema, vizuri, najua utafikiria kuhusu hili. Donna akawa ametoa tu macho, haelewi amekubali au amekataa. Orlando akamkisi na kuanza kuondoka. Donna ndio akazinduka sasa kutoka kwenye usingizi wake. Akasema, Orlando subiri, kuna kitu nataka nikuambie. Orlando akauliza, ni kitu gani? Kabla hata hajaongea, simu ya Orlando ikaita. Akasema, Donna, ni simu ya kazi, samani, inatakiwa nipokee, tutaonana. Donna akawa anamsindikiza tu kwa macho huku akiwa ameshika tumbo, sijui ni mjamzito haka. Hapo hapo akawa amefika Nathan. Donna akashtuka kweli kweli, unaambiwa. Akasema, Nathan, samahani, nilikuwa sijakuona. Nathan akauliza, uko sawa? Donna akajibu, ndiyo, kila kitu kipo vizuri. Unafanya nini hapa? Nilijua upo kwenye kikao na bosi wako. Nathan akasema, kimeahirishwa. Nikataka kuja kukupa pongezi ya promotion yako mpya, ila sijakubaliana kabisa na wewe kushirikiana na Orlando. Nathan akajifanya na wivu mke wake kuwa karibu na mwanaume mwingine. Donna akasema, sijui hata. Nathan akasema, angalia, hana uwezo kama wako, na ninajua ndio maana wamekupa wewe hiyo heshima ya kutambulishwa, ni yako tu. Donna akasema, nafikiria hivyo pia. Nathan akasema, haya, usijishushe sana mpenzi wangu. Kwa upande wangu, Orlando ana mke ambaye ilitakiwa amhudumie vizuri. Nilipata heshima ya kukutana naye na ni mwanamke mzuri. Ubaya ni kwamba anamfanyia huyo mwanamke kama si kitu. Nafikiri aina ya watu kama hawa hawastahili kupata fursa kama hii. Donna akasema, ni kweli. Ila Donna ni mkavu nyie. Nathan akaendelea akasema, vizuri, nafikiria kama tayari umeshajua hilo, wewe una akili sana. Wewe ni mmoja wa mtu mwenye uwezo mkubwa kwenye kampuni, na hii ndio sababu una nafasi nzuri kuliko mimi. Donna akasema, asante Nathan. Nathan akasema, natumai utaendelea kufurahia ukuaji wako. Donna akamshukuru. Maneno ya Nathan yalimfurahisha sana. Nathan akamwaga na kumwambia anaenda ofisini kwake, kama atakuwa na lolote basi ampigie simu, kisha akaondoka zake. Donna akabaki anamsindikiza kwa macho huku akiwa na tabasamu. Picha za Orlando na Donna wakiwa kwenye mapozi tata zilisambazwa mezani. Amelia kwa hasira akasimama na picha moja akauliza, unafikiri hili linatosha? Nathan akamwambia, tulia, wanaendelea kutupa ushahidi wa kutosha, itakuwa ni mshangao mkubwa. Amelia akasema, kwa kweli sijui kama hiki ndicho kitu sahihi kufanya. Nathan akauliza, kwa nini unasema hivyo? Amelia akasema, kwa sababu ninahofia kwamba hivi vyote vitaturudia tena kwetu, hivyo tutaishia kuharibika kama wao. Huwezi kuhatarisha nafasi yako ya kupandishwa cheo, na kuhusu Orlando, kila kitu changu kiko chini ya jina lake.
Kumbe ile nafasi ya Donna ilikuwa kwa ajili ya Nathan, ili akamwomba bosi wake apewe Donna ili Orlando na Donna wawe karibu zaidi, azidi kupata ushahidi. Nathan akasema, sawa, hivi vyote si ni mali yako? Amelia akasema, uko sahihi, baba yangu aliniachia kila kitu ambacho tulikuwa nacho, nyumba, gari. Alifungua akaunti ya benki kwa jina langu. Nathan akauliza, sasa ikawaje? Amelia akasema, Orlando huyo alinishawishi nibadilishe. Aliniambia ni kitu kizuri kwa sababu yeye ni mwanaume wa nyumba na itaonekana vibaya kwa kuwa kila kitu kipo kwa jina la mwanamke. Nathan akasema, huu ni ujinga, haikutakiwa kila kitu kiwe kwa jina lake. Ina maana kwamba akiwa na Donna alikuwa akichukua kila kitu. Wamepata wanachostahili. Sisi hatujafanya lolote baya, tunastahili kitu bora kuliko hiki, Nathan aliongea kwa msisitizo. Amelia akasema, najua, lakini nataka kuyaacha haya yote nyuma na kujenga maisha yangu mwenyewe. Nathan akasema, nisikilize Amelia, ni kweli unafikiri tutakaa kizembe baada ya kila kitu walichotufanyia? Amelia akasema, hapana, lakini sijui kwa kweli kama kinachoendelea kwenye hili ni sahihi. Nathan akasema, angalia, usiwe na wasiwasi, wamechukua kila kitu kutoka kwetu, lakini hawajachukua heshima zetu. Akataka kumkumbatia. Amelia akarudi nyuma kidogo akasema, Nathan akasema, samahani. Amelia akasema, usijali, sisi wote tumechoka, lakini nafikiri ni vizuri kama tutaendelea hili kesho. Hapa mwamba akataka kutumia fursa, unaambiwa. Nathan akasema, itakuwa vizuri, alafu akaondoka zake. Basi bwana, Amelia alikuwa amekaa sebuleni anamsubiri mume wake. Orlando alivyoingia tu, Amelia akasimama. Orlando kwa mshangao akauliza, unafanya nini? Uko macho? Amelia akasema, nilikuwa nakusubiri wewe. Orlando akauliza, kwa nini? Mbona nilikwambia nitakuwa kwenye kikao? Amelia akasema, ndiyo, bila shaka kikao kitachelewa kumalizika. Orlando akasema, Donna, tafadhali usianze. Mwamba si akajichanganya bwana. Badala ya kusema Amelia akasema Donna. Michepuko ina nguvu nyie, mambo ya penzi jipe haya tena. Amelia akauliza, umenihitaje? Orlando akajibu haraka, Amelia, nimekuita Amelia, sasa ningekuitaje? Amelia kwa hasira akasema, hapana, umesema Donna, sitaki kuamini hili, yaani hauna hata haya. Mwamba ndo anaelewa sasa kwamba amemwaga mchele kwenye kuku wengi. Akasema, Amelia tulia, umekuwa mbishi sana, unasikia vitu tofauti, sijakuita vinginevyo, nimekuita tu jina lako. Amelia akasema, nimekusikia Orlando. Orlando kwa hasira akasema, sawa, ndiyo Amelia, lakini ni wewe umekuwa kichaa na mgonjwa wa fikra ambazo zinawaza mambo tofauti. Nilisema Amelia, na ni hivyo. Kwa upande wangu hauna bahati na jina lako. Yaani wanaume kwa kukataa makosa yao hawajambo kabisa, wapo tayari kukutoa hata akili ili mradi tu uonekane wewe ndiye mwenye makosa na sio yeye. Mtu wa hivi hapana, kwa kweli huyu hana upendo kabisa na wewe. Ila ukitukuta sasa wanawake tumenasa kwa hawa jamaa wa hivi ambao hawakubali makosa yao au tuambii kitu, tunaanza kujaribu kufanya vitu au kukubaliana na vitu ambavyo tunaona mioyo yetu inasema kabisa hiki sikitaki. Tunafanya kuwafurahisha wao na tunaona huenda ni sisi tunaokosea. My friend, huyu sio mtu sahihi kwako, kimbia tu. Amelia kwa ukali akauliza, umesemaje? Orlando akasema, hamna kitu, angalia, nimekuja nyumbani nimechoka sana, nahitaji kulala. Akaondoka zake, maana aliona kama Amelia anampigia kelele. Amelia akasema, sio mwaminifu kabisa, siwezi kuruhusu unifanye nihangaike tena. Basi bwana, siku iliyofuata akakutana na Nathan ofisini kwao. Nathan akamuuliza, upo tayari? Amelia akasema, nipo tayari. Nathan akasema, kila kitu kitakuwa sawa na kuahidi. Akamwacha Amelia kisha yeye akaingia kwenye kikao. Bosi akasema, nina furaha tupo hapa kwa ajili ya kusherehekea utambulishi wa mtendaji mkuu wa mwaka. Alafu akasema, Orlando na Donna, nyinyi wote mmekuwa nguzo imara kwenye kampuni. Kwa bahati mbaya ni mmoja tu anayeweza kupata ofa hii. Orlando, hongera. Donna baada ya kusikia hivyo akaanza kuondoka. Bosi akamwambia, subiri, usiondoke. Licha ya kutopata promotion hiyo, wote ni washindi. Kwa hiyo usiondoke, tuna surprise ya video kwa ajili yenu. Hapo hapo Amelia akaingia. Alafu akasema, kwa sasa kila kitu kitatokana na hii.
Alafu Nathan akawageuzia laptop ambayo inaonyesha Orlando na Donna wako hotelini wana kiss. Orlando na Donna wakashangaa unaambiwa. Orlando akasema hapana, subiri, hii ni nini? Zimisha. Yaani hadi akapata kigugumizi cha ghafla. Sijui na hapa atasema sio yeye, maana huyu kwa kukataa vitu ajambo. Donna akauliza, nani amefanya hivi? Nathan, na hapa mimi. Nathan akamdakuza akasema, angalia, hauna chochote cha kunieleza. Ulikuwa unafikiri kwamba sijaona hili vizuri. Hata hivyo tulikuwa tumeisha jua tayari. Orlando akasema, subiri, hiki nini Donna? Akachukua kipimo ambacho kipo karibu na Donna. Donna akawa anajing'atang'ata tu huku akisema, Orlando mimi, yaani kifupi haelewi ajieleze vipi. Amelia akasema, hakuna kisingizio. Kwa miezi mingi hawa watendaji wawili walikuwa na mahusiano ya siri. Kwenye fikra zao wanataka kufunga ndoa na kuchukua kila kitu. Walikuwa wanafanya yote kwa siri nyuma ya familia zao, hata sisi wenza wao bila kujua. Donna akasema, mtu mmoja azime hiyo. Orlando, fanya kitu. Orlando akasema, Donna samahani, hata mimi sijui nini kimetokea. Donna kwa hasira akauliza, kwa nini unafanya haya yote? Nina ujauzito. Orlando akashtuka akasema, nini? Akaweka kipimo chini. Subiri, ni nini hicho? Akamwonyesha kinachosikika kwenye laptop. Donna akashtuka akasema, nini? Hapana, haiwezi kuwa mimi. Nathan akasema, ni sawa Orlando, hivi unadhani sikuwa nimeona? Nyinyi wote mnajaribu kutuchezea sisi, mlitaka kutuacha sisi bila hela, wakati kiuhalisia ni nyinyi wawili mlikuwa mkiachana, huku kila mmoja hana hata pesa. Bosi kwa hasira akauliza, je, haya ndiyo maadili ambayo kampuni inasimamia? Uongo, hila na usaliti. Orlando akasema, hapana, angalia bosi, tafadhali ngoja nijielezee, sio kama hivyo unavyofikiria. Bosi akasema, hahitaji kunielezea chochote, wote wawili mmefukuzwa kazi. Orlando akasema, nini? Hapana, subiri, tafadhali nielewe, huwezi kuniacha mimi bila kazi. Akamgeukia Amelia akasema, unawezaje kufanya hivi Amelia? Yaani kifupi, Orlando alichanganyikiwa kabisa. Amelia akauliza, amewezaje kufanya hivyo Orlando? Akasema kwa kejeli, wewe ni mfano wa kipekee kweli. Mbali na kukosa kazi, sasa pia unaenda kuwa single kwa sababu unataka talaka. Sitaki ujaribu kupinga hilo, nina matatizo ya kutosha. Donna pia akamwambia Nathan, mpenzi, nataka nikuelezee hili, ninaapa haya yote yana sababu. Nathan akasema, Donna, sitaki unielezee chochote, hii ndio zawadi yangu ya anniversary kwako. Ulizani miezi yote hii nisingegundua kuwa ulikuwa unanisaliti? Sawa, basi hii hapa. Donna na Orlando wakaondoka kwa hasira. Nathan akasema, bosi, samahani sana, sikuwahi kufikiria mambo haya yangefikia mbali hivi. Bosi akasema, relax Nathan, muda uliopita nilitambua kuwa Orlando sio mtu mwaminifu, namba yake haihesabiki kwenye kampuni, na ulichoniambia kila kitu kiliorozeshwa. Orlando alikuwa anachukua hela kutoka kwenye kampuni na ankara za kugushi. Hii ilikuwa sababu nzuri ya kuwafukuza wote wawili. Kwa hiyo kwa sasa ninawasilisha kwako kuwa meneja wa kampuni. Amelia na Nathan wakafurahi kweli unaambiwa. Basi bwana, Amelia ikabidi aanze kurudi kwake. Akaja Nathan na kumvuta mkono, akamuuliza, unaenda wapi Amelia? Amelia akasema, nyumbani, kutupa nje kila kitu cha Orlando kabla yeye kufika. Nathan akasema, ila nina... Amelia akamdakuza akasema, Nathan, una vitu vingi vya kufanya meneja mpya. Aliongea huku akiwa na tabasamu mwanana usoni mwake. Nathan akasema, ninakiri bila wewe hakuna chochote kati ya haya kingewezekana. Amelia akasema, asante kwa msaada wako na mwanasheria wako. Sasa kila kitu kimerudi kuwa kwa jina langu. Asante kwa hili na kwa kila kitu Nathan. Nathan kwa unyonge akasema, basi naona tumefikia mwisho. Amelia akamshika Nathan mkono kisha akamwambia, hii si mwisho, bali ni mwanzo wa kila kitu. Kisha wakakumbatiana kwa furaha wenyewe unaambiwa. Waoane tu jamani, hakuna namna. Naitwa Kapelekeshi, ila hata mimi sijui napelekesha nini. Stori yetu imeishia hapa, tukutane kwenye stori nyingine. Usisahau kulike na kukomenti. Umeionaje hii?